Yes, mambo vipi? Hii ni online gossip. Kama bado hujasubscribe, fanya kusubscribe kwa sababu target yetu ni kufikisha subscribers 2000, lakini mpaka sasa hivi tuna subscribers 1240. Hivyo basi kama unaangalia hii video na hujasubscribe, fanya kusubscribe. Zile taarifa zote za mitandaoni nakuwa nakuletea hapa, unakuwa upiti na kitu chochote. Okay. Na leo tuko na story ya mchekeshaji Saidi. Bwana Saidi anapitia wakati mgumu. Hii ni baada ya kuandamwa na Watanzania uko kwenye mitandao ya kijamii baada ya kufanya ile show ya juzi pale ambayo mgeni rasmi alikuwa ni Rais Samia. Ilikuwa ni tuzo kwa waandishi wa habari. So katika performance pale amefanya Ronaldo, amefanya lakini sasa mwenzake amesifiwa, amefanya vizuri, ameua, lakini kwa upande wake amekuwa ni amekosolewa. Hii ni baada ya kupitiliza, kuvuka mipaka, kwa sababu ni tukio ambalo rais amehudhuria, alafu unaleta mazoea kwa rais. Eti unataka namba, yani kuna vitu fulani ameongea ni ambavyo yani aibu naona mimi. Sasa ni tukio ambalo watu wengi wamekuwa wakiongelea kwa upande wa negativity. Amezomewa sana, lawama nyingi sana. Hadi yani nahisi mpaka huko alipo atakuwa anajisikia vibaya. Lakini bwana, hii imekuwa tofauti kwa mwanamama Lilian Mwasha. Yeye amekuwa ameongelea kwa upande wa positivity, jambo ambalo limewapendeza watu wengi na kusema kwamba tangu hii issue ianze imekuwa ni negativity, isipokuwa yeye tu ndo amekuwa akimtetea. Sasa Lilian Mwasha ameongea vitu vingi sana, amefunguka vitu vingi sana. Embo msikilize Lilian Mwasha, alafu ndondosha comment kwenye comment section hapo. Upo upande wa Watanzania wanaokosoa au upo upande wa Lilian Mwasha? Msikilize Lilian Mwasha huyo hapa. Kuna kitu kimoja kimeniumiza, and I don't know why kimeniumiza hivi, lakini naona kama ninaelewa because I'm a mother. Ni issue ya huyu comedian anaitwa Saidi. Huwezi kuamini mimi sijawahi kumuona. Namuonaga tu kwenye mitandao, but issue ya watu ku celebrate his fall, na kukaa na kumtania na kuongea kwamba amechemsha na kutype conversation iliyotokea. Kuna watu wananifuata wananiambia, Lili tukupe story. I'm like, I don't want to hear. Sitaki hata kusikia, kwa sababu ndani ya moyo wangu I'm imagining Saidi being my son, and if I'm a mother, kitu kama hiki kinatokea ningejisikiaje? Lakini hiki ni kitu ambacho ninawaambia vijana kila siku, kwamba ulimwengu wa roho hauna utani jamani katika vitu kama hivi. Ukiona umenyanyuka, umefika juu kileleni, dunia imekupigia makofi, naomba ujue uko katika hatari kubwa sana. Hapo ndipo inabidi umtafute Mungu kuliko siku zote umewahi kumtafuta Mungu. Ukishaona umefika juu, umefanya jambo mpaka Mheshimiwa Rais amefurahi, wanaokuzunguka wamefurahi, kila mtu anakuona wewe ni noma, basi nenda mbele ya Mwenyezi Mungu na umshukuru na utoe sadaka, mwambie Mungu, ninaomba uniprotect kwa hiki ninachokifanya. Kwa sababu shetani aliyekukosa ukiwa umefika kileleni na kupigiwa makofi, huwa amekaa pembeni anakusubiria. Anasubiri urudi tu pale ili akuaibishe. Anasubiri urudi tu pale ili afanye yale aliyoshindwa kufanya siku ya kwanza umefika pale. Ndio maana nawaambia watu, ukiona umefika juu, ukateremka chini ukawa uko salama, ukiona wanakuita tena, wanakuambia urudi kule juu, embu kabla hujakwenda, kabla hujakubali kiharaka ukafikiria wewe una mashine ya kwamba wewe ndio utafanya vizuri all the time, inabidi umuulize Mungu, muda huu mimi niende au nisiende? Unajua ni bora ukatae usiende, ukabaki katika historia ya kwamba ulikuwa uko juu, kuliko kurudi na kuanguka. Watu huwa hawakumbuki yale mema ulifanya. Watu wamesahau kwamba Mheshimiwa Rais alifurahi akacheka siku ya kwanza, huyu bwana anapanda na kuzungumza, kila media iliripoti and all that, lakini leo hii imekuwa ni gumzo. So I am here to say whatever has happened to this boy is not, sio kwamba he's not professional, no.
The guy is still professional. The guy is still one of the best comedians in Tanzania. Ishu iliyotokea ni vita katika ulimwengu wa roho. Ishu iliyotokea ni kwamba kwa nini amepanda? Kwa sababu tulimkosa akiwa amepanda, basi tutamshusha. It's painful. Na hii ni iwe lesson ya kila Mtanzania. Hii iwe ni lesson ya kila kijana na kila mtu mzima, kwamba ukipanda juu ukaona unapigiwa makofi, mshukuru Mungu, na ndo uzidishe ulinzi wa maombi na kuomba Mungu akusaidie, kwa sababu ukirudi kule juu unaweza ukaangushwa vibaya. Lakini ninatamka na ninaomba kwa jina la Mwenyezi Mungu, huyu kijana bado karia yake iendelee kuwa juu, hata kama amefanya makosa, lakini ikumbukwe kwamba he is still a great comedian. It hurts as a mother. I'm imagining kama ni mwanangu, I'm imagining hata mimi mwenyewe. Hii kitu inaweza ikamtokea mtu yoyote. Tunafanya vizuri leo huko, kama mimi nafanyaga events, leo huko umefanya events to the peak, umefanya vizuri, kuna mtu fulani amekuona katika ile event, anataka kuchukua kwenye event nyingine, unakwenda kwenye event nyingine, then shetani anakusubiria na kuua. Lakini kwa sababu tu katika maombi, ukianguka unasimama tena. Usifurahi juu yangu, ewe adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Said, I'm praying for you. God bless you.